Nitalifuta chozi lako mama. Hii ni simulizi iliyotungwa na watunzi mahiri hapa nchini Tanzania, John Njelekela pamoja na David Edward. Unaweza kuwasiliana nao kupitia WhatsApp namba 0657 83 42 51 na kusimuliwa kwako nami Rasto J. Nidepatikana kwa WhatsApp namba 0684 689 541. Simulizi yetu inaanzia hapa. Mama alinilea kwa shida sana. Mama alikuwa kama mbwa, alikuwa akinibeba na kuzurura nami kila nyumba, akifanya biashara ya kuuza mboga za majani. Japo nilikuwa mdogo, niliumia sana pale mama alipokuwa akinyeshewa na mvua nami nikiwa mgongoni kwake. Mama akuchoka, alizidi kuangalia huku na kule ili mradi apate fedha kadhaa ambazo zingetumika katika mahitaji yangu, kwani nilikuwa mdogo sana, na mama alinijengea mazoea ya kuninywesha uji asubuhi kabla sijaenda kazini. Ndugu msikilizaji, baada ya kuwa nimejitambua kidogo, mama akawa ananipitisha kwa jirani na kuniacha, kisha yeye kuelekea katika shughuli yake ya kutembeza mboga pamoja na matunda kama kawaida yake. Siku hii nililia sana, tofauti na siku nyingine, lakini mama hakujali kilio changu. Hatimaye akabeba beseni lake na kisha kuondoka. Sekunde kadhaa machozi yakiwa bado hayajakauka, akaja mtoto wa mama yule jirani, akanisogelea kisha akaninasa kibao kikali mno. Hakuishia hapo, akachukua kamasi zangu zilizoambatana na machozi kisha akanilisha. Unajifanya unajua sana kulia Sasa leo nitakukomesha, alizungumza yule binti ambaye alikuwa mkubwa kuliko mimi. Siku hiyo ikakatika. Siku iliyofuata mama akanipeleka tena. Siku hii sikukubali, nikamlilia mama huku nikigalagala chini na kukimbia huku na kule. Mama akuvumilia, akanishika mkono kisha akanifuta machozi katika paji langu la uso. Kulo mwanangu, sina jinsi, walau angelikuwa mdogo wako Doi ungecheza naye, lakini una kaka wala ndugu zaidi ya mimi mama yako. Nitahangaika nawe mwanangu mpaka mwisho wa safari hii ambayo haina matumaini yoyote yale. Mama alikuwa akizungumza kwa uchungu, nami badala ya kulia nilipatwa na huzuni ndani ya moyo wangu. Ewe ndugu msikilizaji, tambua ya kuwa nilikuwa mdogo, kati ya miaka 5 ama nikienda mbali zaidi nilikuwa na miaka 7, lakini nilikuwa mwelevu zaidi. Tukaongozana na mama, yeye akiwa mbele na beseni la mboga, nami nilikuwa nyuma kumsaidia kupiga kelele ambayo baadhi ya watu tulikuwa tukiwakela sana. Mama aliposema mboga fungu shilingi 200, basi nami nikasema embe, kwani kumbuka mama alikuwa amebeba maembe kwenye beseni la mboga, hivyo tulikuwa sambamba tukitangaza biashara yetu. Baada ya masaa kadhaa wa kadha, akatokea baba mmoja, alikuwa mrefu kushinda mama na mimi pia. Yule baba akamsogelea mama kisha akamuuliza, "Unauza mboga na matunda?" Yule baba alizungumza huku akitabasamu. Mama kalishusha beseni chini ili baba aweze kuchagua fungu zuri la mboga au embe nzuri, lakini yule baba alishikashika tu na kisha akasema, "Dada, ningependa sana kama tungeongozana wote." Yes, nikakupe pesa yako. Hapa sina pesa yoyote, ila nyumbani kwangu ni pale tu, alizungumza huku akinyosha kidole chake akimwonyeshia mama sehemu anayoishi. Mama alikubali, na yule baba akamsaidia mama kumtwika lile beseni kichwani. Moja kwa moja tukaongozana na yule baba. Tulipofika, yule baba akatoa funguo kisha akafungua mlango. Baada ya mlango kufunguka, mama akakaribishwa ndani na yule baba, lakini mama akakataa kata. "Hapana kaka, siwezi kuingia ndani, niletee tu hela hapa nje. Kama ununui niambie basi mimi niondoke." Mama alizungumza, lakini yule baba alimsisitiza mama kuingia ndani, kisha akamwahidi ya kuwa atamlipa mara 2 ya fedha ya mboga zote. Kwa kuwa siku hiyo biashara ilikuwa ngumu, mama hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali kuingia ndani. Tuliingia mpaka ndani, kisha yule baba akafunga mlango. Ndugu msikilizaji, hii siku ambayo sitaisahau, siku ambayo nilishuhudia mambo ambayo sikustahili kuyashuhudia katika umri huu. Baada ya kuwa tumeingia mpaka sebuleni kwa yule baba na kutukaribisha tuketi chini, yule baba aliondoka na kutuacha mimi na mama yangu pale sebuleni, na baada ya muda akarudi akiwa kifua wazi. Mama akashtuka
lakini yule baba akamwambia sijari. Yule baba alikuwa akimsogelea mama huku akitabasamu, na baada ya kuwa amemkaribia mama akaanza kumpapasa. Mama akajitahidi kupiga kelele, lakini haikusaidia chochote kile, kwani yule baba nyumba yake aliijenga sawa sawa. Yaani mama alifurukuta huku na kule, lakini haikusaidia. Na wakati huo mimi nilikuwa sijui nini kinachotendeka, bali nilitambua vyema kuwa wanacheza mchezo ambayo mimi sijawahi kuicheza, na labda wananifundisha ili nami nipate kufahamu mchezo ule. Nikazidi kutazama hadi pale mama anafungwa kitambaa mdomoni na kushindwa kulia. Hapo sasa nikabadili mkao wangu na kuanza kutazama mchezo ambao sijawahi kucheza toka nizaliwe. Yule baba akiwa juu, mama akiwa chini, alichomoa sehemu yake ya siri kisha kumuingiza mama. Ndugu msikilizaji, haya nilishuhudia katika dunia hii na sio dunia nyingine. Kamwe walaaniwe watu hawa, hasa yule aliyembaka mama yangu, na kama nikimwona sasa hakika namuua, na wala siwezi kumsahau hata kama awe mzee kiasi gani, bali bado hajafutika machoni mwangu. Baada ya yule baba kumchomeka sehemu zake za siri kwa mama, ndipo nilijua mchezo unaanza, lakini kidogo nikasikia sauti ya ajabu ikiniambia kuwa nimsaidie mama, kwani yu katika hatari. Ndugu msikilizaji, haikuwa sauti nyingine zaidi ya sauti ya malaika kutoka mbinguni. Hivyo nikakimbia hadi kwa mama, kisha nikachukua kisu ambacho mama ukitumia kumenyea wateja maembe, na mara moja nikamchoma nacho yule baba. Baada ya kuwa nimemchoma kisu barabara, alidondoka chini huku akipiga kelele. Ndipo mama akanyanyuka pale kwenye sofa, kisha akaninyanyua upesi na kuanza kukimbia. Mama alikimbia zaidi, na muda mchache kupita tukawa tumefika nyumbani kwetu ya bila beseni lile tuliloondoka nalo, lile beseni tuliloliacha kwa yule baba. Mama alianza kulia baada tu ya kufika nyumbani. Chozi la mama likanidondokea miguuni kwangu. Hapo upesi nikatambua kuwa mama analia, kwani muda mwingine alikuwa akicheza nami kuonyesha kuwa analia, lakini muda huu alikuwa achezi, bali alikuwa akilia kweli. Hivyo nikamuuliza mama, "Mama, mbona unalia?" Mama alishusha sauti baada ya kuwa nimemuuliza vile, naye akanijibu, "Kulwa mwanangu, silii, bali nina furaha, kwani leo nimefanya zoezi la kukimbia. Si umeona? Na wewe nimekubeba mgongoni, kisha tukakimbia hadi hapa nyumbani." Mama alinificha ukweli, kwani alitambua kuwa mimi bado ni mdogo na sistahili kufahamu jambo lile alilofanyiwa na yule baba. Hivyo alinisahaulisha jambo lile kwa kunipa kipande cha muhogo ambacho alikihifadhi ndani ya sidiria aliyokuwa ameivaa. "Chukua muhogo mwanangu," mama alizungumza, kwani nami nilikuwa na njaa isiyokoma. Hivyo upesi nikapokea ule muhogo, kisha nikaanza kula. "Ewe Mwenyezi Mungu aliye juu, natumaini unaniona. Mwanangu ameshuhudia ukatili na unyama nilofanyiwa mimi mama yake. Mungu yote nakukabidhi wewe, kwani ndiye unayetoa adhabu kwetu." Mama alisita kidogo. Hapo mimi nilikuisha karibia kumaliza ule muhogo. Akanieleza nikimaliza kabisa ninywe maji, kisha nikatandike mkeka nilale. Nilifanya kama mama alivyonieleza. Baada ya muda mchache usingizi ukanipitia, na baadaye nilipoamka nikamwona mama amelala kulia kwangu, na nilipojaribu kuamka mama kaniwizia kaniambia kuwa bado ni usiku, hivyo nilale kisha ataniamsha baada tu ya kupambazuka. Nilirudi kulala, na asubuhi nilipowadia mama akaniamsha. Siku hii tulishinda nyumbani, kwani biashara ya mama ilikuwa imeharibika kabisa. Mama alikuwa mtu ambaye hana raha, muda wote alikuwa ni mtu wa kulia tu. Baada ya siku 7 kupita, baba mwenye nyumba akaanza kudai kodi yake ya nyumba, na wakati ule mama alikuwa hana hata sarafu ya shilingi 20, lakini yule baba bila huruma alihitaji pesa zake zote, la si hivyo tuondoke katika nyumba yake. "Mama, wacha nikwambie, hii nyumba sijajenga kwa ajili ya maskini au kituo cha kulelea wanawake waliotekelezwa na wanaume zao. Tena nisikilize, hii nyumba ni heli nifuge misukule kuliko machangudoa kama nyinyi."
Aha, mimi ndiye Kasekwa, tajiri hapa mtaani, na kama hautanipatia 40,000 yangu, nitakupigia kelele ya kuwa ni mwizi unataka kutoroka na pesa zangu. Yule baba mwenye nyumba alizungumza huku mama akijaribu kumbembeleza. Naomba nipatie siku 5 tafadhali, na kupatia pesa yako. Sasa sina pesa yoyote ile, hata mwanangu tokea asubuhi hajala chochote kile. We mwanamke, nikupe siku 5 ndio nilipe pesa yangu? Haiwezekani. Okay, nimepata wazo. Nakupa siku 5 na mwili wako unipatie. Kwa hiyo chagua moja, kuondoka au fuate masharti niliyokuambia. Yule baba alizungumza kisha akaingia ndani kwake. Mama hakuwa na la kusema zaidi ya kulia. Hapo ndipo nikaliona chozi la mama likitoka kwa mara ya pili. Naam, usikose sehemu ya pili ya simulizi hii iitwayo Nitalifuta Chozi Lako Mama.